Tangu enzi za ukoloni, jamii ya Ameru imejivunia utamaduni wake na imekuwa mojawapo ya kaunti zinazohifadhi utamaduni wake kwa ajili ya vizazi vijavyo. Miongoni mwa mikakati ya kuhifadhi utamaduni wa jamii hii ni kujengwa kwa vituo maalum vya kitamaduni ambapo watu kutoka jamii mbalimbali na wanafunzi wanapata fursa ya kujielimisha kuhusu mila na tamaduni ya wakazi wa kaunti hii. Ni mikakati ambayo inaongozwa na serikali ya kaunti ya Meru chini ya Gavana Kawira Mwangaza kwa ushirikiano na wadau mbalimbali. Mojawapo ya vituo hivyo vya kitamaduni ambavyo vinahifadhi historia na utamaduni wa jamii hii ni Ameru Cultural Center, kituo cha kipekee kinachopatikana katika wadi ya Athiru-Rojene, Egembe ya Kati. Kituo hiki kilichoanzishwa mwaka 2007 kimebeba utamaduni mwingi wa jamii ya Ameru, kuanzia nyumba za kitamaduni hadi vifaa vilivyokuwa vikitumiwa na mababu. Tulianzisha hii Cultural Center na mwaka wa 2007 na tulianza kwa sababu ya kutaka kuhifadhi utamaduni wetu. Hatungetaka Kimeru yetu ipotee, na pia tungetaka hao watoto wetu sasa, hii young generation, wawe wanajua Kimeru na vitu za Kimeru. Kinapatikana kilomita 1 kutoka Murera, lango kuu la mbuga ya wanyama ya Meru. Kuwepo kwa kituo hiki cha Ameru Cultural Center karibu na mbuga hii ni kithibitisho kuwa wageni wanaozuru mbugani wana fursa ya kujifahamisha mengi kuhusu utamaduni wa Ameru na hata kujionea baadhi ya vifaa vilivyotumiwa na mababu. Mbuga ya wanyama ya Meru kwa miaka sasa imekuwa kivutio kikubwa cha wageni kutokana na historia yake ya kipekee ambayo imefanya kaunti ya Meru kujulikana sio tu barani Afrika bali pia kote ulimwenguni. Takriban kilomita 15 kutoka katikati mwa mji wa Meru ni kituo kingine cha kitamaduni ambacho tangu jadi kimekuwa makao makuu ya baraza la wazee wa Njuri Ncheke. Nchiru Cultural Center ina sifa za kipekee haswa kutokana na jengo hili lenye muonekano wa kupendeza. Nchiru Cultural Center hutumika kama madhabahu ya baraza la wazee wa Njuri Ncheke, madhabahu ambayo wazee wa Njuri hutumia kufanya mikutano na maombi kwa niaba ya jamii ya Meru. Kaunti ya Meru pia ina sifa za kuwa miongoni mwa kaunti zilizokuwa na wapiganaji wengi wakati wa ukoloni, na kama njia mojawapo ya kuhifadhi historia hiyo muhimu, wazee wa Mau Mau chini ya muungano wao wa Mau Mau Veteran Association walianzisha makavazi haya kwa jina la Mwariama Cultural Center. Mwariama Cultural Center ni makavazi yaliyoko katika eneo la Murere, Tigania Mashariki. Yalipewa jina hilo kutokana na mchango mkubwa wa Field Marshal Musa Mwariama wa kupigania uhuru. Wakati tulijenga hii nyumba ndio tulianza kuweka artifacts. Artifacts hizi zingine ni za Mau Mau. Zile zilikuwa zinatumiwa na watu wa Mau Mau katika msitu, na vitu vile walikuwa wanatumia. Na lengo yetu ilikuwa tuiweke ili tuonyeshe watoto ama visasi vijao, tuwaonyeshe vile tulipata uhuru. Na wale walikuwa wanapigania uhuru kama Mwariama, kama Baimunge, kama Dedan Kimathi nao wengine. Katika eneo la Karima Kanjuri kwenye kaunti ndogo ya Imenti Kusini ni Mitungu Cultural Center. Katika Mitungu Cultural Center, kituo ambacho kilianzishwa na wazee wa Njuri Ncheke kwa ushirikiano na wadau wengine ikiwemo serikali ya kaunti ya Meru, kuna nyumba za kipekee za malazi zilizojengwa kwa kuzingatia utamaduni wa Ameru, na pia kuna makavazi ambayo yamehifadhi utamaduni mwingi wa jamii hii. Mitungu Cultural Center iko kilomita 1.5 kutoka soko la Mitungu. Wazee wa Njuri Ncheke wanayatumia makavazi haya kupata riziki na pia kuhakikisha vizazi vijavyo vinajielimisha kuhusu mila na desturi zilizotumika tangu jadi. Sasa tulikuja tukaketi tukaona tujenge Cultural Center.
sababu ndio haitakuwa Meru kwa jumla. Ile ilikuwa huko tujenge museum, tuweke museum. Tukatoka hapa tukaenda Nairobi museum, tukatembea museum huko Nairobi, tukaona vile inakaa, tukaonana na ndugu wetu Gathero, Mungu amrehemu, alikufa. Ndiye alikuwa anatusaidia sana. Tukaingia hapo, tukateremka Mombasa kuona vile kasa inafanya kazi huko. Tukakaa huko siku 2, tukarudi, tukaenda Uganda, tukaona kasa ya Uganda vile inakuwa na vile inahudumia watu. Tukaona kazi yetu ni kujenga Cultural Center. Ndio tulikuja sasa tukajenga hii nyumba hii. Katika eneo la Kiolo, barabara ya Mikindori kuelekea Maua ni Iga Ryangutu, mwamba wa kipekee ambao umewastaajabisha wengi kutokana na umbo lake. Iga Ryangutu, yaani nyumba ya msichana aliyepashwa tohara, ni mwamba ambao una umbo lililofanana na sehemu za siri za mwanamke. Iga Ryangutu ni mwamba ambao una historia ya kipekee kwa wakazi wa kaunti ya Meru, kwani ulitumika wakati wa kupasha tohara wasichana, na ni kumbukumbu ya kipekee inayoelimisha wengi kuhusu jinsi wasichana walikuwa wakipashwa tohara. Kwa hivyo hata wasichana pia hivyo ndivyo walikuwa wanafanya. Asubuhi wanakuja wanaoga ndio miili yao iwe na baridi, wasipoteze damu sana. Na haya maji yanakuanga na baridi sana. Ukiyakunywa ni kama yamewekwa kwa fridge, na ni maji masafi na maji ambayo inakata kiu vizuri sana. Hayana ile yani kuchanganywa na kemikali, ni very fresh. Maeneo mengine ambayo yana umuhimu mkubwa kwa kaunti ya Meru na ambayo serikali ya kaunti ya Meru inayoongozwa na Gavana Kawira Mwangaza imeyaorodhesha kama yenye umuhimu mkubwa kwa wakazi wa kaunti hii ni pamoja na msitu wa Gitone ulioko eneo la Gatimbi, kilomita chache kutoka mji wa Ikweta. Msitu huu umeweka kumbukumbu za jinsi mila zilivyotumika kuhifadhi mazingira, kwani wakazi wanaamini kuwa yeyote aliyekata mti ndani ya msitu huu angepata laana. Ziwa la Egombe lililoko katika eneo la Nyambene limepatia kaunti ya Meru sifa kote ulimwenguni kwa kuwa na maji yenye rangi tofauti. Ziwa la Egombe pia ni mojawapo ya maeneo muhimu ya kitamaduni kaunti ya Meru, kwani lilitumiwa na mababu kama eneo la kuwapima nguvu wanaume kabla ya kuingia katika ndoa. Ikiwa kijana angeweza kusukuma punda aliyepakia mifuko iliyojaa chumvi kutoka ziwani hadi kwenye kilele cha kreta hii, basi angeruhusiwa kuchagua msichana yeyote aliyempenda ili awe mke wake. Katika harakati za kuhakikisha maeneo haya yanahifadhiwa ipasavyo, serikali ya kaunti tayari imeweka ua katika ziwa la Nkunga lililoko takriban kilomita 10 kutoka katikati mwa mji wa Meru, barabara ya Meru kuelekea Isiolo au Nanyuki, katika msitu mkubwa wa kiasili wa Imenti. Ziwa hili lina historia ya kipekee, kwani inaaminika kuwa lilitokana na joka mkubwa mwenye vichwa 7 ambaye wakazi wanaamini kuwa alianguka kutoka mbinguni na kusababisha shimo kubwa lililogeuka kuwa ziwa. Mwonyo, kama kunavyofahamika na wengi, pia ni eneo maarufu katika kaunti ya Meru ambalo wengi wa wakazi wanaamini kuwa maji haya ya chemichemi hii yana uwezo wa kuponya matatizo ya tumbo. Mwonyo hii inapatikana eneo la Lari ya Tigani ya Magharibi katika kaunti ya Meru, takriban kilomita 8 kutoka soko la Ruire. Kaunti ya Meru pia hutambulika kama kaunti inayobeba sehemu kubwa ya mlima Kenya, mlima ambao wazee wa jamii ya Wameru wanautambua kuwa mtakatifu na huamini kuwa Mungu wa jamii hii alikuwa akiishi hapa. Ni mlima ambao ni wa pili kwa urefu kote barani Afrika baada ya mlima Kilimanjaro. Mlima Kenya, mbuga ya wanyama ya Meru, msitu wa Gitone na maeneo mengine ya kihistoria na ya kitamaduni katika kaunti ya Meru ni muhimu kwa kuwa yanaweka kaunti hii katika rada ya kimataifa. Makavazi ya kuhifadhi historia
pia inaweka kumbukumbu muhimu kwa vizazi vijavyo, na serikali ya kaunti inayoongozwa na Gavana Kawira Mwangaza imeweka mikakati ya kuhakikisha makavazi haya yanalindwa ipasavyo. Meru inanga